Wafalme wa Pili sura ya 19 fungu la 14. Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe. Nasoma. Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe akausoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana. Naye Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema, Bwana Mungu wa Israel, ukaaye juu ya makerubi, wewe naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba. Bwana usikie. Fumbua macho yako Bwana uone, uyasikie maneno ya Senakerib ambayo amemtuma mtu aje nayo ili kuwatukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wameharibu mataifa na nchi zao na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu bali ni kazi ya mikono ya wanadamu. Ilikuwa ni miti na mawe tu, ndio sababu wakaiharibu. Fungu la 19. Basi sasa Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake na kusii, ili kwamba falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu, wewe peke yako. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapofungua na kulisoma neno lake. Amen. Sasa ili tuelewe kinachoendelea katika kitabu cha Wafalme wa Pili, nitakurudisha nyuma kabisa mpaka kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Halafu tutatoka Mwanzo tuingie kitabu cha Kutoka, tuingie kitabu cha Mambo ya Walawi, tuingie kitabu cha Hesabu, tuingie Kumbukumbu la Torati, tutaingia Yoshua, tutaingia Waamuzi, tutaingia Ruthi, tutaingia Samueli wa kwanza, tufike Samueli wa pili, tupige Wafalme wa kwanza, tufike Wafalme wa pili, sura ya kwanza ya Wafalme wa Pili, sura ya pili, ya tatu mpaka ya 19. We are here to stay. Si tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kama kuna mahali unangojewa nini waambie tu, pasta ni kama ameshukiwa na roho leo. Mwanzo sura ya 12, Mungu anamuita Ibrahim atoke katika nchi ya Uri ya Wakaldayo na aende katika nchi ambayo Mungu mwenyewe atamwonyesha Ibrahim. Ibrahim anaitikia sauti ya Mungu na anatii wito wa Mungu, na anamchukua Lutu ndugu yake na wanaenda. Kama matokeo ya kutii sauti ya Mungu, Mungu anambariki sana Ibrahim, anambariki sana, anawabariki kiasi kwamba mibaraka ya Mungu ikaanza kuleta vurugu kati ya Ibrahim na Lutu. Ibrahim akamwambia Lutu, kwa nini tugombane kwa sababu ya baraka za Bwana? Chagua leo, ukienda kaskazini nitaenda kusini, ukienda mashariki nitaenda magharibi, chagua. Lutu akachagua kuelekea kwenye bonde liendalo Sodoma, na tutapata muda wa kuongelea kuhusu Lutu katika juma hili. Ibrahim yeye akaendelea kukaa na akaendelea kumwamini Mungu. Mungu akawa amemwahidi Ibrahim, kwa kuwa umekuwa mwaminifu sana, this thing is not good, we can do better. Our communication team, we can do better. Tumefika wapi? Mungu akawa amemwahidi Ibrahim kwamba nitakubariki kwa uzao na uzao wako utakuwa mwingi. Siku moja anamwambia Ibrahim, simama nje usiku, tazama nyota, unaweza kuzihesabu? Ibrahim anasema hapana. Uzao wako utakuwa mkubwa kama nyota za angani. Nenda baharini, mchanga wa bahari umeuona? Ndiyo. Uzao wako utakuwa mkubwa kama mchanga wa bahari. Ibrahim akasubiria ahadi ya Bwana, akasubiria ahadi ya Bwana, akasubiria ahadi ya Bwana, ahadi haitimii, anasubiria, haitimii, anasubiria, haitimii. Baadaye mke wake Ibrahim aitwaye Sara akamwambia Ibrahim, umezeeka? Nimezeeka. Hapa tunaona Mungu ni kana kwamba tulichengana kidogo, aidha hatukumuelewa vizuri au Mungu siku hizi si mkweli sana. Sasa tumsaidie Mungu. Ingia kwa mjakazi, ndio huyu anaitwa Hajiri, pata mtoto naye. Tumsaidie Mungu, maana inaonekana Mungu ameanza kukwama. Ibrahimu na yeye akaingia kwa Hajiri. Hajiri akashika mimba, Hajiri akapata mtoto akaitwa Ishmael. Lakini huo haukuwa mpango wa Mungu. Na ngoja nikwambie mpendwa, Mungu ni Mungu. Baada yote ya kusemwa na kupita, kusudi lake huwa linasimama. Kama unanisikia sema amina.
Kwa hiyo Mungu anasema umefanya mpango wako, lakini huwa ubadilishi mpango wangu. Sara amesha hit menopause tayari kabisa, uso umekunjamana namna hii, nywele ni grey namna hii, mgongo umepinda namna hii, miguu haina ushirikiano tena, anatembea kama vile anarudi. Shida ni kubwa kabisa, lakini ndio anabeba mimba. Mama mtu mzima mzee, wewe pata picha, clinic, Sara makunyanzi usoni, nywele ndio hizo, yani yuko clinic. Na ndio akapata mtoto anaitwa Isaka, mtoto wa ahadi. Isaka anapokuwa, Isaka anachaguliwa mke, anatafutiwa mke anaitwa Rebeka. Sasa najua pale ndugu zangu ambassadors na young adults watasema, pastor, hayo mambo ya kuchaguliwa mke unayasemaje? Mimi wiki hii nimemsikia mchungaji mmoja akisema marriage is a serious matter. It cannot just be trusted in the hands of two young people. Mnakubaliana na huyo mchungaji? Anyways, Isaka akachaguliwa mke anaitwa Rebeka. Na by the way, hii ndoa ya Isaka na Rebeka ni moja ya ndoa chache kwenye Agano la Kale ambazo zilibaki kwenye mpango wa Mungu wa ndoa kati ya mume mmoja na mke mmoja. Hawa Isaka na Rebeka wakapata watoto wawili mapacha, Kulwa na Doto. Kulwa anaitwa Esau, Doto anaitwa Yakobo. Japo hawa watoto ni mapacha, walikuwa hawapendani. Kuanzia tumboni mwa mama yao walianza kupambana. Mama, it will amaze you, kuna watu hata hujawahi kuwaongelesha, hujawahi hata kuwafahamu, lakini hawakupendi tu. Hawakupendi tu, they just don't like you. Hawa jamaa kabla ya kuanza kuongea, they can't even formulate opinions na nini, tayari hawapatani. Wanagombana mpaka Mungu inabidi atume malaika kumwambia mama yao, yenyewe hii vita huko ni kali. Hapo ni mataifa mawili yanapambana tumboni, na yatapambana hata yakizaliwa. Na kwa sababu tu ya kugombana, wanazaliwa ni watoto wawili tofauti kabisa, tofauti, two different human beings. Esau alikuwa ni mtu wa kimbizana hunting huko, yani ni mtu wa mapori, mtu wa shughuli, makazi magumu ya kiume ndio Esau anafanya. Yakobo kazi yake ni jikoni, yuko na mama, anakatakata nyanya, anakata kitunguu, anafutafuta meza hivi. Si mnaona sasa kuna shida hapo? Na ningeuliza wale vijana pale nyuma, kati ya Yakobo na Esau, huyu Esau yeye ni mtu wa maporini, kukimbizana, biceps, triceps, six packs, kila kitu ripped. Yakobo soft voice, hata ukisalimia you are not sure huyu ni mwanaume ni mwanamke. Vyombo ndio vinaoshwa vizuri, nyanya anakata vizuri. Ingekuwa ni ungechagua kuwa nani kati yao wawili? Sasa japo Esau ana mamisuli, akili ni ndogo. Japo Yakobo yuko soft, kichwa ina charge. Halo. Na hakuna kitu cha hatari kama mtu mwenye nguvu na hana akili. Huyo ni mtu hatari. Yaani mama, ukiolewa na mume mwenye nguvu na hana akili, we mama, acha kuangalia mume wako, mtazame Mhubiri. Mimi sijaje hapa kuleta mashida bwana. Na kwa sababu Esau ana nguvu hana akili, akauza haki zake za uzaliwa wa kwanza. Na inafika siku baba yao anaumwa, amezeeka, Isaka anakaribia kufa. Anamwambia Esau, wewe ndio kijana wangu mkubwa, kalete chakula nikubariki. Mama anasikia mpango hapa. Mama anasema hii baraka inaenda kwa favorite son. Unaona shida sasa ya kuanza kutenganisha watoto na kubagua. Yakobo anatengenezewa mpango, anatengeneza chakula, anavishwa ngozi hapo, anachukua mibaraka yote. Yakobo penyewe anachukua mibaraka. Baba anambariki to the point Esau anapokuwa tayari ameleta chakula, baba anamwambia, mbona nimeshatoa mibaraka yote? Esau analia, anasema, baba tafadhali nibariki hata kama ni mbaraka mmoja. Baba yake anasema, kama unataka mmoja ni huu, wewe siku zako zote utamtumikia ndugu yako. Huo ni mbaraka au ni laana? Shida ya kuwa na nguvu bila akili.
Esau kwa sababu ana nguvu na hana akili, badala ya kusema ndio nimekosa mibaraka, lakini huyu ni ndugu yangu, nikishirikiana naye tunaweza tukatoboa pamoja, anasema siku nikimwona Yakobo, ama zangu ama zake, nimeapa ninaondoka na kichwa cha mtu. Yakobo kusikia hivyo, Yakobo akakimbia. Yakobo akakimbia mpaka kwa mjomba wake anaitwa Laban. Kama tunasafiri pamoja sema amina. Yaani leo nataka nikupe tu Bible story hivi. Ni Bible story tu. Akafika kwa Laban. Biblia inasema Yakobo akiwa amekaribia kufika kwa mjomba wake, ameshafika pale mjini, ameketi juu ya jiwe namna hii. Hii kitu naweza nibeba ndio. Ameketi juu ya jiwe namna hii, anapumzika baada ya safari. Ndio anaona binti mmoja mrembo kabisa, anaongoza kundi la mifugo kwenda kunywa maji. Sasa wewe angalia, this is an oxymoron. Beauty na kuongoza kondoo bwana. Binti mrembo, na Biblia inasema ni mrembo. Na mimi jana niliwaambia Biblia haiwezi kumsingizia mtu. Kama Biblia imesema wewe ni mrembo, wewe ni nini jamani? Na najua hapa mko hapa mnatiana moyo, beauty is in the eyes of the beholder. Acheni kudanganyana, acheni kutiana moyo. Kuna mrembo ambaye tukimweka hapa wote tutakubaliana yenyewe huyo ni nani jamani? Na Biblia inasema hapo Yakobo akampenda. Sasa ndo nasikia darasa la Pastor Safeli linaulizwa, Pastor, is there such a thing as love at first sight? Hiyo mtaenda kuuliza Pastor Safeli. I'm not into that. Lakini akampenda. By the time anafika kwa mjomba wake, jioni naingia hivi, Rachel ndio huyo ameleta ng'ombe, kondoo, mbuzi. Na by the way, let me make a mark here, mabinti zangu na marafiki zangu. By now we are friends. Kwa hiyo hata nikiongea na nyie, mnajua sio kwamba nawasema, nawashauri tu vizuri. Sikia, usitumie uzuri wako kuepuka wajibu wako. Halo mabinti, tuko pamoja? Ndio wewe ni mrembo, Mungu amekubariki, ni mzuri. Usitumie uzuri wako kuepuka wajibu wako. Biblia inasema Rachel was very beautiful but very hardworking also. Yani it is possible to be very beautiful, very sharp, very hardworking and very successful. Sema amina. Huhitaji kupata sijui wanaita nini, blesser ama sponsor. Na nyie mnawajua hao. Baba, mbaba, mubaba, babas. Nyie vijana wangu, tuko salama kweli? Hii safari ya mbinguni bado tuko pamoja? Mungu awabariki sana. Sasa sikia, usitumie uzuri wako to get an easy way around life. You are beautiful, yes. But that does not exempt you from being hardworking, from going an extra mile, from achieving your own goals and success. Rachel, very beautiful. Yakobo anamuona tu hivi pale nyumbani, anamwambia mjomba, huyu ni nani? Anasema, oh, this is your cousin sister. This is your... Anaambia hii ni mali safi. Watanzania wanasema mali safi. Ukisema mali safi bongo wanaelewa. Anasema hii ni mali safi. Huyu hatuwezi tukapeleka mbali. Niache mimi nimuoe huyu binti, tutazaa watoto hapa wenye akili, wazuri. Sasa si unakumbuka Yakobo ana akili, Rachel mzuri, hardworking. Si mnaona hiyo combination kabisa imetoa mtoto amazing kabisa hapo. Labda anamwambia hakuna shida, fanya kazi miaka 7. Ukifanya kazi miaka 7 mimi nakupa mke. Yakobo akasema miaka 7 tu. 7 years. Mwanaume akaanza kazi 7 years. 7, jamani, miaka 7. Hivi mnajua mtoto wa miaka 7 ameshaanza shule? Mwanaume akamenyana miaka 7, mvua ni yake, jua ni lake, miaka 7. Mwaka wa 5 anasema kuna siku nitampata mrembo. Mwaka wa 6 kuna siku nitapata mrembo. Mwaka wa 7 sherehe inaandaliwa. Ndio hiyo wameitwa watu na nyimbo zinaimbwa, dada huyo anaolewa, dada huyo mali kisha tolewa, dada huyo anaolewa, dada huyo anaolewa, sherehe inaandaliwa, wanaalikwa watu mjini kote, mbuzi zinachinjwa, kondoo zinachinjwa, ng'ombe zinachinjwa, sherehe ni kubwa, watu wanacheza, hatua 2 kushoto, hatua 2 kulia, hatua 2 nyuma, 1 mbele, wanageuka namna hii. Inaitwaje? Kwaito nyie
Wanacheza, mwanaume anachukua mke, wanaenda naye, amechukua mke, amefanya kazi miaka 7, jua lake mvua yake, anaenda na mke na analala na yule mwanamke. Honeymoon ndio hiyo. When I was young I used to have a sermon titled After the Honeymoon. Wanalala na huyo mwanamke usiku mzima. Asubuhi ile jua linatoka hivi, mwanaume anafungua pazia, afungue blanketi hivi, anakutana na kimtu hapo, macho yanaangaliana, hana form, hana shape. Na Biblia hata haiogopi kusema kwamba Leah was unattractive. Yaani Biblia haiogopi kabisa kusema this lady amekutana na mwanamke opposite to what he worked for. But Webster, there remains an investigative judgment to this day. How can you work for a lady for 7 years na ulale naye usiku mzima usijue kwamba sio yeye? Bado tunaendelea kutafakari, na ndio maana naenda shule Septemba nikapate jibu. Nitakuja nalo nikimaliza masomo. Mwanaume akaanza kupambana, akarudi kwa Laban. Anamwambia, bwana Laban, wewe umenicheza nini na nini, maneno ndio kama hivyo, maneno ndio nini. Anamwambia, aya, you didn't read the small print in the contract. Small print zilikuwa zinasema mdogo mtu hapa huwa haolewi kabla ya dada mtu. Sasa nifanyeje? Anamwambia, fanya kazi miaka 7 mingine. Soma Biblia yako. Yakobo habishani, haanzi kufanya bargain, anasema 7 years ndio, 7 years ndio, 7 years ndio. Na Biblia yangu mimi nasema Yakobo akafanya kazi miaka mingine 7. Halafu ilikuwa ni sawasawa na siku moja machoni pake, kwa namna alivyompenda Raheli. Halo, ngoja niwageukie tena mabinti zangu hapa. Mabinti zangu nisikilizeni. Kwanza mpaka sasa hivi mnajua kabisa ninawapenda. Hilo si mnajua? Mnajua kabisa. Sikia. These gentlemen, hawa vijana unaowaona hapa, ni wavumilivu kuliko unavyoweza kufikiria. Those guys can be very patient if you give them a reason to wait. Kama mmenielewa semeni amina. Sasa kuna mtu amekutana na mtu kwenye makambi hapa Sunday, Monday wamebadilishana namba, Tuesday jioni wameongozana, leo wana mipango ya kupita mitaa ya kati. Sikiliza, Yakobo alifanya kazi miaka 14, 14 years, na anasema kwa namna alivyompenda yule binti ilikuwa ni sawasawa na siku moja tu machoni pake. These guys are very patient, lakini lazima uwape a reason ya kusubiri. The question is, do you have a reason to make him wait? If you don't, ndio shida inaanzia hapo. Si ndio sasa Yakobo akampata Raheli, the love of his wife. Anapomwoa huyu mwanamke kuna tatizo, pastors. Na tatizo lenyewe ni dogo tu, kwamba Leah, she's an attractive, macho yanaangaliana, she has lazy eyes, ndio Biblia inavyosema. Miguu inatembea kama hivi, yani shape nayo hana, hata ujui ni anaenda mbele au anarudi nyuma, lakini yuko hapendwi. Rachel, very beautiful, appealing, attracting, you name it. Yani yuko smart, hata akivaa nini yeye amependeza tu. Halafu shida ni hii, Lea na ubaya wake anazaa watoto, Rachel na uzuri wake hazai watoto. Hello, you see there is a way that life balances itself, Si mumeona? Yani huyu mama ni mbaya, macho yanaenda hivi, anazaa mtoto wa kwanza Reuben, wa pili Simeon, wa tatu Lawi, wa 4 Yuda. Meanwhile mwanamke mwingine hapa anapendwa, anahudumiwa, lakini hamna watoto. Kesho asubuhi nitaongelea hiyo kitu ya balance of life. You can't have it all. It's the way it is. Baadaye sana Raheli anakuja kumzalia Yakobo watoto wawili. Baadaye sana, Benjamin na Yusufu, au Yusufu na Benjamin, si ndio? Kwa hiyo watoto 4 wa kwanza wa Yakobo walizaliwa na Lea. Watoto 2 wa mwisho wa Yakobo walizaliwa na Raheli. Lakini Yakobo ana watoto 12. Hawa wengine walitoka wapi? Hawa 6 wengine hapa katikati walizaliwa na concubines. Hello?
Sasa hapa ni lazima twende vizuri. Hawa pastors watawafundisha vizuri ya kwamba unaposoma Biblia kuna vitu Biblia inakuelekeza, kuna vitu Biblia inakuagiza, kuna vitu ni mafundisho ya Biblia, na kuna vitu unavyovisoma leo they are just mere historical facts and you need to know the difference. Swala la kuwa na wake wengi sio fundisho la Biblia, sio maagizo ya Biblia, sio maelekezo ya Biblia. Vimeandikwa tu kama historical fact. Ujue kwamba kuna mwanaume mmoja amewahi kuishi chini ya jua, alikuwa na wake wawili na concubines wawili, jina lake ni Yakobo. Wa mama kama mmeelewa semeni amina. Hao ndio watoto wa Yakobo. Hawa watoto wanakuwa na shida, wanamchukia mmoja anaitwa Yusufu. Niliwahubiria Jumamosi. Wanampiga, wanamuuza. Yusufu anaenda Misri. Mungu anambariki Yusufu akiwa Misri. Had I had the time to talk about the power of forgiveness. Yusufu anapobarikiwa tu, jambo la kwanza anawakumbuka ndugu zake, wale waliomuuza, wale waliomuacha, wale waliomtenga. Listen to me beloved, ngoja nikwambie, kuna watu wanakutengenezea mabaya na wanakufanyia mabaya, lakini Mungu anatumia hayo mabaya kuwa mibaraka yako. Usichukie kila anayekufanyia mabaya. Yusufu anakuja kuwaambia ndugu zake katika kitabu cha Mwanzo sura ya 50 fungu la 20, nyie mulitaka kuniua, lakini mpango wenu ndio Mungu akautumia kuniinua mimi. Yusufu probably would have never turned out to be a prime minister had he stayed at home. He would have just remained as a favorite child. Lakini mizengwe ya wananzengo ndio inamfanya anakuwa waziri mkuu. Sema amina. Sasa wewe unakaa hapa unalaani watu, uongeleshani na watu, unaweka mabifu. Sikia wewe, ngoja nikwambie, yani kama huna mtu, if you don't have anyone hating on you, you have to think twice about your life. You really have to think twice. Na unakaa hapa umenuna, mimi wananisema, wananisengenya. Kama utaki tukuseme mama, kufa. Lakini ukiwa hai sisi tutakusema. Si uko hai? Na siku nyingine ukikuta watu wanakusema, waongezee na soda juu, wawekee na biskuti, wawekee na karanga, wawekea mandazi ngumu, wapate shida kutafuna na kuongea, wakuseme vizuri. Nani ajuae? Labda ni kukusema vibaya ndio mpango wa Mungu wa kukuinua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hii microphone ingekuwa isumbui leo ningefurahi sana, lakini it's not giving me the joy that I need. Sasa Yusufu anawaita ndugu zake. Tazama, hawa ndugu zake Yusufu wanapoingia Misri, wanaingia kama ndugu wa waziri mkuu. Ndio hapo mbele kuna vimulimuli, gari zinapita zinafagia njia, ndugu wa waziri mkuu wanakuja. Huku pembeni staff imeandaliwa ya kuwapokea, mabegi, kufanya nini. Prime Minister's family wanakuja kwa heshima, wanakuja kwa nguvu, wanakuja kwa utukufu, wanakuja yani wakiwa imara. Nyimbo zinapigwa, vimulimuli vinapita namna hii, polisi wanafungua njia, ndugu zake waziri mkuu wanakuja. Wanapofika wanakaa kuliko muda ambao Mungu aliwakusudia wakae. Na kama matokeo yake wanageuzwa kuwa watumwa. Hivi ndivyo wana wa Israeli walivyoanza utumwa Misri. Hawakupigana vita, hawakufanya nini. Walienda Misri na vingulinguli vinawatangulia mbele. Wanapokelewa kwa heshima, lakini by overstaying their welcome, tayari anainuka Farao mmoja asiyemjua Yusufu, anasema hawa ni wakina nani? Rangi yao sio kama yetu, nywele zao sio kama yetu, lugha yao na lafudhi yao sio kama yetu. Ndio anaanza kumwambia kuna jamaa mmoja anaitwa Yusufu, aliwaokolea watu hapa bana, kulikuwa na njaa kubwa akaokoa. Akasema hawa jamaa kwa namna wanavyozaliana hawa watakuja watushinde katika nchi yetu. Kabla hatujaendelea mbali, tuwafanye kuwa watumwa leo. Na Waisraeli wanafanywa watumwa kwa kukaa tu mahali kuliko muda ambao Mungu amekusudia. Jioni ya leo ngoja nikwambie katika jina la Yesu, never overstay your welcome. Kuna wengine mme overstay your welcome at work. Sasa wewe hata wefikiria, kazi huipendi, bosi naye hakupendi, na wewe humpendi. Na vinatoka vitoto vidogo tu college leo, ndio hivyo vimenyanyuliwa, vimepewa promotion, they are your bosses.
na huko hapo unang'ang'ania. Na ngoja nikwambie, sio mabosi wote ni wabaya. Wengine Mungu anawatumia kukufanya uwe uncomfortable because your time in that organization is over. Lazima uanze kumuuliza Mungu, where do you want me to go? What do you want me to do? The moment you overstay your welcome, you are turned into a slave. Kuna vijana hapa vijana wako kwenye mahusiano, na huu ni mwaka wa 5, na hawajatambulishwa, si kwa wazazi, si kwa ndugu, si hata kwa marafiki. Na wewe uko hapo nadhani utaolewa. My friend, you've overstayed your welcome. Break that thing today. You are turned into a slave. Na nakupa mamlaka leo, kwa mamlaka ya mchungaji aliyekuja kwenye kambi, toa simu yako, andika message sasa hivi, it's over. The moment you overstay your welcome anywhere, you are turned into a slave. Nimesema vijana sana. Vijana simniruhusu niongee wa mama kidogo. Kuna wakina mama hapa, sio hapa, kule Dar es Salaam, wakienda kutembelea watoto wao, tena wanaenda matibabu. Ni huyo ndio amebeba mabegi, ametoka Kisii, ametoka Kisumu, anakuja matibabu. Amefika hapa, madaktari ameonana nao, dawa amepewa, kwenda haendi. Na akikaa hapo the second month anaanza kisirani, mimi hapa hawanihudumii vizuri, hawanipi chakula kizuri, naona mwanangu anaonewa. Mama, you've overstayed your welcome. Ulikuja matibabu, umepokea matibabu, rudi kwako. Kama mnanielewa semeni amina. Pastor leo amekuwa mkali sana. Kwa hiyo jamaa walikuja kama ndugu wa prime minister, na wanageuzwa kuwa watumwa. Na guess what? Wanakaa utumwani miaka 430 as a result of overstaying their welcome. 430 years. Ndio Mungu anamuinua mtu anaitwa Musa. Ngoja nikwambie, hata kama umefanyika kuwa mtumwa katika kambi hili, Mungu anakuinulia mkombozi na mtetezi. Mungu anamuinua Musa. Musa anakuja, anasimama mbele ya Farao na anawatoa wana wa Israeli utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka, hawa watu ni watumwa, wamezaliwa utumwani, baba zao wamezaliwa utumwani, babu zao wamezaliwa utumwani. Kitu kiko akilini mwao ni utumwa tu. They are just good at being slaves. Ndio maana walikuwa a stubborn bunch of people. Na kuna watu wengine, ndugu zangu, ni wazee wa kanisa, muage mnawahurumia. Wamezaliwa kwenye mazingira tu ya hivyo, maisha yao yote ni ya hivyo, hata akija kanisani ni wa hivyo. Muage tu mnawahurumia. Sasa hawa jamaa miaka 430 ya utumwa, wanatoka siku ya 3 wanafika bahari ya Sham. Hivi wanaona bahari, nyuma wanasikia Farao anakuja, kushoto ni mlima, kulia ni mlima. Wa kwanza wanaanza kumlima ni Musa. Nani alikuambia kwamba hapakuwa na makaburi Misri? Unaona akili ya kitumwa? Akili ya kitumwa ni akili ya kuonaona makaburi tu. Yaani hawajakufa, walishaona watakavyozikwa, tayari wamemaliza. Na kuna mtu yuko hapa, hajaanza biashara, alishaona atakavyofilisika. Hajaingia kwenye ndoa, alishaona atakavyoachika. Hiyo ni akili ya kitumwa. Bwana akupatie ushindi katika jina la Yesu. Musa anawaambia, nyamazeni mkaone leo wokovu ambao Bwana atawatendea. Hawa wa Misri mnaowaona leo, hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Musa akimaliza kuongea hivi, watu wote wamesema amina, watu wote wametulia. Musa anashuka, anaenda kwenye kichaka, anaanza kumlilia Mungu. Anamwambia Mungu, uliponiita kwanza nilikataa. Wewe ndio ulinibembeleza au kaniambia sijui na nini. This was not part of the contract. Na Mungu anamuuliza Musa, we Musa, mbona unanililia mimi? Huu sio muda wa kulialia. Waambie wana wa Israeli waende wapi? Si ndio bahari inafunguka? Wanakata miaka 40 hapo jangwani. Miaka 40 kiisha, wanaingia nchi ya ahadi ambayo ni nchi ya Kanaani, ambayo walitoka wenyewe wakaja na vimurimuri. Leo wanakuja 40 years ya kuwander in the wilderness. Wakiingia nchi ya ahadi, ndio kinaanza kipindi cha waamuzi sasa. And the book of Judges is an interesting book. This is the pattern of the book of Judges. Walipoingia kwenye nchi ya ahadi, walikuwa wanyenyekevu, maana wameona matendo makuu ya Mungu. Miaka 30 baadaye,
wakaanza kusahau mambo ya Mungu, wakaanza kushikamana na mambo ya mataifa ya kipagani, wakamwacha Mungu. Baada ya kumwacha Mungu, Mungu naye anaondoa mkono wake wa ulinzi juu yao. Mungu akiondoa mkono wa ulinzi, wanapigwa na hayo mataifa wanayoshikamana nayo, na wanageuzwa kuwa watumwa kwenye nchi ya ahadi. Wakipigwa na kukandamizwa, wanamlilia Mungu. Wakimlilia Mungu, Mungu anawainulia muamuzi. Muamuzi anawatoa utumwani. Wanakaa vizuri miaka 20. Wanakuwa wema, wanaomba maombi ya asubuhi, devotional, wanawahi kwenye makambi. Miaka 20 baadaye wanasema mambo ya Mungu haya ni ajabu ajabu, tuachane na Mungu. Wanamwacha Mungu, Mungu anaondoa ulinzi. Mungu akiondoa ulinzi, wanapigwa na maadui zao. Halafu wakipigwa na adui zao, wanamlilia Mungu, Mungu anawainulia muamuzi. Hiyo pattern inaenda for more than 250 years in the book of Judges. Siku ya siku wakasema, Bwana unajua hata hivyo haya mambo ya kuwa na mfalme asiyeonekana, haya si mambo mazuri. Tunataka na sisi mfalme. Mbona Wafilisti wana mfalme? Mbona Waashuru wana mfalme? Mbona nani wana mfalme? Wakaanza wameshika mabango wana wa Israeli, wako mtaani, tunataka mfalme wetu, tunataka mfalme wetu, tunataka mfalme wetu. Sasa Mungu anajiuliza, mimi si ndio mfalme wao? Na kwa kusema tunataka mfalme wetu, wanachosema ni kwamba hatutaki kuongozwa na Mungu tena. Tumechoka kuongozwa na Mungu, tunataka tuongozwe na wanadamu. Tunataka mfalme wetu. Mungu akamuuliza Samueli, hao watu nimewakosea nini? Samueli anasema hata mimi sielewi. Soma ile speech ya Samueli akiwa na waaga wa Israel as the last judge of Israel. Soma. Samueli anawauliza, ni nani kati yenu alinipa rushwa inipofushe macho? Nani kati yenu alihitaji haki sikumtendea? Ni nani kati yenu ambaye nilimtenda ubaya wowote? Na asimame na aseme leo, Samueli analia, taifa limemkataa Mungu. Watu wanasema pamoja na yote, tunataka mfalme wetu, we don't care, tunataka. Mungu akasema, Bwana, chagueni mfalme, choose amongst yourselves, who do you want? Sasa unajua shida ya watu, walikuwa wanalilia mfalme na hawajajiandaa. Halo. Kwa hiyo wanapoambiwa chagueni, they have no idea of what they want. They don't have any attribute of a king. Wakatazama round, wakafanya namna hii, wakafanya namna hii. Wakaona mwanaume mmoja amesimama mrefu namna hii, anaitwa Sauli, na ni mzuri kuliko wote. He was handsomely beautiful. Pastor ndo alinipatia hiyo, mimi nilikuwa siijui bwana. I was beautifully handsome, hivyo. Yani wakatazama wakasema, huyu ni mrefu kuliko wote na ni mzuri, huyo anafaa kuwa mfalme wetu. Sifa zake, mrefu, mzuri. Kwa hiyo hizo sifa zinatosha kabisa, tuko happy. Narudi tena kwa vijana wangu. Sasa niongee na vijana wa kiume. Sikilizeni my friends, there is more to life than beauty and looks. Si tuko pamoja wapendwa? There is more to life. Huyu jamaa anaitwa Sauli, mrefu mzuri, aliwaendesha Waisraeli, aliwaburuza, aliwakokota, aliwatesa, aliwaliza, aliwaumiza. Lakini ni mrefu na ni mzuri. Itafika siku utabidi ufanye maamuzi makubwa. Siku ikifika ya kufanya maamuzi makubwa, ndugu yangu, ninaomba uwe na sababu zaidi ya mzuri. Halo. Maana mimi nakaa na vijana na wauliza, hivi niambie, what do you want? Ananiambia, pastor, kwanza awe na mguu bwana, usafiri, teke bwana, Mercedes ndio hiyo iko hapo. Wewe kwani unasajili wacheza mpira wa Gor Mahia? Miguu. Akimaliza anakuambia kashape kawe namna hii kama chupa ya Coca-Cola bana. Shingo iwe namna hii, macho yawe. Wewe, sawa, hizo sifa ni nzuri. Hata mimi nilipokuwa natafuta mke, kwa kweli mke wangu ni mzuri. Ile ukitafuta sijui standard ya beauty, mtafuteni Aika, hapo ndio wazuri wanapoishia. Lakini lazima awe na zaidi ya vinavyoonekana. Ni mcha Mungu, ni mwaminifu, ana heshima, ana mchango kiasi gani kwenye safari yako ya umilele? Kwa sababu ndoa zinatusaidia hapa duniani, na mwisho tufanywe warithi wa nini jamani? Wewe umebaki tu na miguu. Pastor anateke bana, shape bana, wewe bana.
There is more to life. Kama mmenielewa vijana wangu, semeni amina. There is more to life. Jamaa akawatesa. Mungu akasema wameteseka vya kutosha, ngoja nimuinue Daudi. Daudi akainuliwa. Daudi naye akaongoza hapo miaka 40. Baada hapo akaja Sulemani. Kipindi cha Sulemani historia ya Israeli inaenda kubadilika. Israeli inagawanyika mara mbili. Makabila 10 ya Israeli yanaenda kaskazini. Makabila 2 ya Israeli yanabaki kusini. Huku kaskazini ndio panaitwa Samaria. Huku kusini ndio panaitwa Yerusalem au Yuda. Kama tuko pamoja sema amina. Wanapogawanyika mwaka 722 kabla ya Kristo, historia inaenda kubadilika tena. Anainuka mfalme wa Waashuru, Assyrians, anaitwa Sennacherib. Assyrians were known for murder. Furaha yao Waashuru ilikuwa ni kuua. They didn't have a reason, they wouldn't need a purpose. Yani wenyewe kumwaga tu damu ndio. They thrived in shedding blood. Kwa hiyo anainuka mfalme wa Ashuru aitwaye Sennacherib, anapandisha majeshi kaskazini, na huko kaskazini anapiga. Yani Sennacherib akapiga makabila 10 ya kaskazini. Mwandishi mmoja mwanahistoria anasema kwamba kuna mito ilikuwa inatiririsha maji kutoka kaskazini. The rivers ndo zilikuwa sources of water kwa wale wa Israeli walioko kusini, lakini waliuawa sana kiasi kwamba mito ilitiririsha damu. Wakipiga watu wanawatupa kwenye mto, wakipiga watu wanatupa kwenye mto. Mauaji yalikuwa ni ya kikatiri. Wamama wajawazito wenye mimba walichanwa matumbo yao, vitoto vikatolewa na kupigwa kwenye miamba. Miamba yote imejaa vitoto vichanga, wanawake wamebakwa, watu wameuawa, na Sennacherib single-handedly ana wipe out all the 10 tribes of the north. Wachache wanaobakia wanatoroka, wanaenda kuoa makabila jirani, nchi jirani, na hivyo ndivyo makabila 10 ya Israeli yanavyopotea. From the book of 2 Kings chapter 17 hautakutana tena na habari kuhusu makabila 10 ya kaskazini. Kuanzia hapo mpaka leo, hawa wanaoitwa Waisraeli wote leo nao wajua ni makabila 2 tu yaliyokuwa hapa Yerusalemu kusini. Kama umenielewa sema amina. Sennacherib anapomaliza kupiga kule, anatuma ujumbe kusini. Mfalme wa kusini anaitwa Hezekia. Anamwambia Hezekia, ninakuja na ninakuja kukufanya kile ambacho nimewafanya ndugu zako wa kaskazini. Hezekia ana panic, maana anajua this guy is ruthless. Ameona mito inatiririsha damu ya ndugu zao. Miili iliyouawa kaskazini imepokelewa huku kusini kupitia mito ya maji. Mwanaume akaogopa. Biblia inasema Hezekia akaenda akachukua kodi zote, the whole treasury ya Israeli akaichukua, akaenda kwenye hekalu la Mungu, kwenye sadaka zote za taifa akabeba. Akawaambia wale wajumbe kwamba jamani, sikilizeni, sisi hatutaki vita, sisi tunataka amani, hatuna ugomvi na mtu. Sasa nendeni mkampe Sennacherib hizi dhahabu na lulu na fedha, hatutaki ugomvi. Wajumbe wakachukua dhahabu, lulu, fedha, wakampelekea Sennacherib. Hii ni nini? Wanasema Hezekia mfalme wa kusini amesema hataki uvita, amekupa taxes zake zote, amekupa mpaka sadaka za Mungu amekupa. Sennacherib akasema, we are the Assyrians, we don't need a reason to kill. We kill for fun. We don't want to kill them so that we get anything. Rudini mkamwambie, tunashukuru tumepokea vyote, lakini kipigo kiko pale pale. Jamaa wakarudi hapa chini, wakamwambia Hezekia, huyu mwanaume amesema kwamba amepokea vyote, lakini kipigo kiko pale. Hezekia akaogopa. Biblia yangu inasema kitu cha thamani, vitabu vya historia pia vinasema kitu cha thamani kilichokuwa kimebakia ilikuwa ni hekalu la Mungu. Madhabahu ya hekalu yalikuwa yamepambwa kwa dhahabu safi. Hezekia akaenda akang'oa dhahabu yote madhabahuni. Vitasa vya milango, the door hinges were made of gold, akang'oa vitasa. Urembo wote wa hekalu Hezekia akaupak,
akawaambia, jamani, mpelekeeni Senukareb, mumwambie hatutaki kugombana na yeye. Hezekia ameingia kwenye ugomvi na Mungu kuepuka ugomvi na Senukareb. Na kosa la Hezekia ni kosa la wengi wetu leo. Kwani wangapi tumelipa ada za watoto wetu kwa pesa ambayo ilipaswa kuwa ya Mungu? Tazama, hata wewe jitathmini. Unanuka tu zaka na sadaka. Suruali zaka, koti sadaka, shati zaka, tai sadaka, sweta zaka, kiatu sadaka. Watoto wako wote wananuka zaka na sadaka, wanasomea zaka, wali zaka, maharage sadaka, managu zaka. Kwa kumwogopa shetani, tumekuwa tayari kugombana na Mungu ili tujiokoe nafsi zetu. Senukaribu akapokea, akawaambia wajumbe, mwambieni Hezekia ninamshukuru sana, lakini kipigo kiko pale pale, kwa sababu Waashuru hawahitaji kuwa na sababu kupambana. Furaha yao ni kuona damu inamwagika. Wakatuma wajumbe hapa chini, na wajumbe wamekuja, jeshi la watu 185,000. Wanaanza kuimba, tunasikia harufu ya damu huko ndani, kesho damu inamwagika huko ndani. Wako nje ya kuta za Israel hapa Yerusalemu, lakini wanasema kesho tunaua watu, kesho tunaua watu, kesho tunaua watu, kesho tunaua watu. Wakisema hivyo, wanaume wanachanganyikiwa, wanawake wanachanganyikiwa, mfalme anachanganyikiwa. Ndio ruti zinaanza, wanaume wanaenda chooni, wanawake wanatoka chooni, watoto chooni, baba chooni, mama chooni, kila mtu tumbo limekoroga. Kesho tunaua watu, kesho tunaua watu. Wanaparuza mapanga chini, kesho tunaua watu. Wanaume wanachanganyikiwa, jasho linatoka, giza linazama na jua linazama namna hii. Hezekia anatuma askari wake, anasema, jamani, tumekubali kwamba kesho mtatuua, sawa, lakini kwani lazima mpige kelele usiku huu? Si mtu ache tu angalau tulale kwa mara ya mwisho. Wakaambia, hapana Hezekia, tunataka mjue kwamba kesho tunawaua. And that's the tactic that the enemy uses. Anakutishatisha namna hii, unaanza kucompromise, unakosana mpaka na Mungu na unasahau kama Mungu yupo. Yaani ukiugua kidogo umeshaenda kwa mganga wa kienyeji, umetishika. Umetishiwa kidogo, umeanza kufanya kazi na Sabato, umetishika. Uko university kidogo umefanya mtihani na Sabato, si umetishika tu? Ni kelele tu. Hezekia akasema, jamani, hali ni mbaya. Hezekia anapata shida. Katika kipindi hicho kulikuwa na nabii katika Israel, haleluya, aliyeitwa Isaya. Sasa Isaya, japo kwamba ni nabii, ni babu yake pia na Hezekia, kwa sababu Isaya alikuwa ana ndugu yake anaitwa Uzia. Uzia na Isaya walikuwa ni mtu na kaka yake, na huyu Uzia ni babu yake na Hezekia. Halo. Hezekia akaona mambo yamekuwa magumu. Jioni kama hivi akapanda akaenda kwa nabii, akamwambia, mzee, mambo ni magumu. Huko nje si unasikia mapanga si unayasikia? Ndio. Nyimbo si unazisikia? Ndio. Mungu hawezi kutusaidia. Isaya anamwambia, subiri kidogo. Isaya anaingia hivi chumbani, anaomba. Akitoka anamwambia Hezekia, mjukuu wangu, nenda ukalale. Mungu amesema hivi, hawa Waashuru muachie yeye, atapambana nao. Hamjasikia? Sasa mnaona mpaka mmepotea kwenye story. Mungu anamwambia Isaya akamwambie mfalme Hezekia asikose amani, asikose usingizi, aende akalale, amwachie hao maadui wanaoimbaimba hapo. Hao Mungu mwenyewe atakuja kushughulika nao. Hezekia anapata nguvu, anarudi nyumbani. Kabla hajalala ndio analetewa waraka. Kipindi hicho wafalme walikuwa wapigani kabla ya kutoa official notice bana, walikuwa ni wastaarabu. Wakatuma waraka, na Biblia inasema waraka ulikuwa umejaa matusi. Wanamwambia Hezekia, usijitie moyo katika Mungu.
hakuna Mungu anayeweza kukusaidia. Kwani Mungu mnayemwabudu, si ndio Mungu walikuwa wanaabudu ndugu zako kule kaskazini? Mbona hajawatetea? Acheni maombi, acheni ujinga, jiwekeni sawa, tutakuwa. Sasa wanaambia Hezekia, wewe, waraka unasema Hezekia, wewe jiokoe nafsi yako, wengine wote tutaua, lakini wewe nyosha mikono Hezekia, toka nje, anza kutembea mwenyewe kwenda Ninawi. Wewe mwenyewe, hamna atakayekufuata, hamna anayekufunga. Wewe mwenyewe mfalme, nyosha mikono, anza kutembea kwenda Ninawi. Tutakutunza kwenye museum zetu kama ukumbusho wa Waisraeli. Waraka unamwambia Hezekia, acha kabisa, eti Mungu atakuingilia kati. Mungu gani? Hezekia akasoma waraka. Waraka unasema Mungu wako hana nguvu, jeshi lako halina nguvu, nyie ni watu dhaifu. Kama tuliua makabila 10, nyie makabila 2 mtatushinda. Hezekia akatetemeka. Biblia inasema usiku ule Hezekia akakosa usingizi. Oh, listen to me now. Hezekia akakosa usingizi, akauchukua ule waraka wa matusi na vitisho, akaubeba mpaka hekaluni, kwenye hekalu lile lile aliloliharibu. Yes, the place was desolate, lakini akabeba waraka, akaja mpaka hekaluni, akafika kwenye madhabahu, akautandika ule waraka madhabahuni, akautandaza karatasi, akazitandaza, akamwambia Mungu, ninajua ya kwamba juu ya madhabahu haya natakiwa nitoe sadaka za kuteketeza. Leo sina sadaka, lakini ninakuletea mwandishi wa huu waraka. Huyo ndio umfanye kile ambacho ningemfanya mwanakondoo juu ya madhabahu hii. Hezekia akamwambia Mungu, tumesoma, fungua macho yako wewe Mungu na usome. Fungua masikio yako na usikie matusi ambayo Senukeribu anakutukana wewe Mungu uliye hai. Ni kweli Senukeribu amewapiga makabila ya kaskazini na ameangamiza, lakini Mungu, wale walikuacha wakaanza kuabudu miti na mawe. Sisi tunakujua wewe peke yako. Na Biblia yangu inasema Hezekia akiwa anaomba usiku ule, Mungu akatuma malaika mmoja. Oh, haleluya! Malaika akashuka. Hezekia akiomba, malaika akaanza kuua askari. Hezekia anaomba, Waashuru wanauawa. Hezekia anaomba, Waashuru wanauawa. Hezekia, haleluya, anaomba, Waashuru wanauawa. Ndio ninakumbuka fungu liko kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 fungu la 15. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakajinyenyekesha na kuziacha njia zao mbaya, ndipo mimi Mungu wa mbinguni nitasikia kutoka mbinguni na nitaiponya nchi yao. Hezekia anaomba, watu wanauawa. By the time jua linachomoza hivi, nje ya mipaka ya Israel hakuna askari hata mmoja wa Waashuru aliyesimama. Wote 185,000 wameenda. Damu imemwagika, lakini sio damu ya Muisraeli hata mmoja. Damu imemwagika, lakini haijamwagika ndani ya kuta za Israel. Mungu amewatetea watu wake. Senukeribu anapoamka asubuhi, anapewa habari ya askari wake kuuawa. Biblia ndio inasema Senukeribu akakimbia moja kwa moja, akarudi mpaka kwao Ninawi. Na anapofika kwao, haendi nyumbani, anaenda kwenye hekalu la miungu yake kumuuliza miungu yake, nini kimetokea? Mbona umeniaibisha kiasi hiki? Askari wameuawa. Senukeribu akiwa amepiga magoti kwenye madhabahu ya miungu yake, ndio watoto wake wawili, his own biological sons, wanaona gari ya baba yao pale nje, wanaingia ndani, wanamkuta baba yuko hapa madhabahuni anaomba. Hawaongei na baba yao, hawamuulizi swali, hawafanyi mjadala. Wanainua panga, mmoja kushoto, mwingine anainua panga kulia, wanapiga baba yao. Wametenganisha kichwa na mabega. Shida ni kwamba nimewahubiria na mmekwisha sahau. Kumbukeni ombi la Hezekia, Mungu, leo sina mwanakondoo wa kutoa kafara. Aliyeandika huu waraka
ninaomba umfanye kile ambacho angefanywa mwanakondoo juu ya madhabahu. Senukeribu hajafia madhabahuni, kichwa chake hakijakatwa, ameenda. Najua ulisahau kwa sababu unajiuliza, why would they kill their own biological dad? The answer is simple. These are the Assyrians. They kill for fun. Their joy is to see some bloodshed. Hello? They don't need a reason. They don't need a purpose. Sasa shida ya Waasiria ni hii. Wakimaliza kuua wengine wote, wanakuua wewe uliye karibu nao. Ndio maana vijana sasa wamekata kichwa cha baba. Don't mess with the Assyrians. Never, 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 never in the name of Jesus mess with the Assyrians. Shida ni kwamba kuna wengine tumefanya mazoea na watu ambao hawana hofu ya Mungu. Ndio tumewaita marafiki zetu, BFF, nini. Na unajua kabisa huyu mtu hana hofu ya Mungu. Ndio umemweka kuwa mtu wa karibu na moyo wako. Huyo ni Mwashuru. Wewe kabisa, wewe dada, uko hapa kwenye makambi. Na unajua kabisa huyo unayemuita BFF anatembea na mume wa mtu. Unajua. BFF, you're going out for tea, out for movie. Na anatembea na mume wa mtu. Ngoja nikwambie, akimaliza kutembea na waume za watu wengine wote atageukia wako. Maana Waashuru, they kill for fun. Na wakimaliza kuua huko mtaani, they come home. Hello? Achana na Waashuru katika jina la Yesu. Wewe baba, wewe umelelewa katika mazingira ya dini. Mambo yako yalikuwa ni mambo ya youth. Munaenda tu kamporizi, mnafanya nini? Umepata kazi leo, unaanza kula rushwa. Wenzako hao wamezaliwa, wanajua how to survive scandals. You don't. Siku mambo yakiharibika ofisini, wewe utafungwa, wao they will survive. Na watakutoa wewe kuwa kafara. Watasema yenyewe hii rushwa anakulaga fulani. They don't have a conscience. Wewe tutakuja kukutembelea kamiti. Wao haya, they are Syrians. Kwani nyinyi hamuoni historia hata sijui huku kwenu. Sisi kule kwetu kuna watu huwezi kuwafunga. Lakini in every scandal wamo. But hawafungiki. Tulikuwa na skando ya Richmond, walikuwemo na walitajwa. Tulikuwa na skando ya EPA, walikuwemo na walitajwa. Kulikuwa na skando ya sijui ya Tegeta Escrow, walikuwemo, walitajwa. Hawafungiki. Utafungwa wewe, they'll survive. They are Assyrians, they know how to survive murder. You don't. You go to church, you have a conscience. Acha mazoea na Waashuru katika jina la Yesu. Hata hii Kenya mnajua kuna watu hawafungiki. Kuiba yenyewe wameiba na mnajua wameiba, lakini hakuna wa kuwafunga. Jaribu wewe tuone. Acha mazoea na Waashuru. Mabinti zangu nawarudia tena jamani, hii ni upendo tu. Kweli semo niishe sijawarudia. Achana kabisa na Waashuru katika jina la Bwana. Mimi nakutana na wasichana pale wananiambia, "Oh pastor, I've met somebody and I love him and he loves me too, pastor. But pastor, there is just a small problem." What's the problem? He is just married, but he doesn't even love the wife. He married her by accident, pastor. And after all, sasa hivi ameniambia kuna mambo yake anaweka sawa tu, halafu atamuacha ndio awe na mimi siku zote. Pastor, what do you think? Wewe, huyo ni Mwashuru. Achana na Waashuru. Mtu ambaye haogopi kiapo alichokula mbele ya Mungu atakuogopa wewe. Achana na Waashuru. Tena siku nyingine binti akija mume wa mtu, awe mshiriki asiwe mshiriki, anakwambia sijui ni aje ni nini namba, mwambie we Mwashuru, we njoo siku nyingine uone. Nitatafuta mke wako kwa Instagram and I'll screenshot the messages you are sending, nimtumie hata kama ni Chachelda. Baada hapo mtaheshimiana sana. Bwana Yesu asifiwe. Acha mazoea na Waashuru. Sasa nimesha dwell on that. Tunataka tuingie kwenye maombi. What's the point? Tumesema tunaenda mpaka 7:30, si ndio ulivyosema ile? Au nimesahau? 7:30 tutapata half an hour of prayer. Nataka nikurudishe. Forget all that I've said today. Ondoka na hili. Yuko Mungu mbinguni anayesikia na kujibu maombi. Yupo. Na ngoja nikwambie sasa, kumbuka hili pia, kuna malaika wako standby
kutumwa kwa ajili yako. Kama alitumwa malaika mmoja kuokoa Israeli, yuko malaika standby akitumwa leo anabadili maisha yako. Wapo. Na ngoja nikwambie la tatu, hata hivyo matatizo yako sio mengi kama matatizo aliyokuwa nayo Hezekia. Fikiria, Hezekia alikuwa ana askari 185,000, 185 soldiers. Wewe matatizo yako yanafika hata 50,000. Si ni rent tu na kupata kazi na kupata watoto na kupata mume, si umemaliza yote? Hata tukikwambia uandike hapa unajaza nini sasa? Si umeandika tu vitu 5, 6, 7, 8 umemaliza. Mungu saidia watoto wangu waache kunywa pombe, ndio tatizo lako moja tu. Lakini Hezekia alikuwa na matatizo 185,000, and overnight Mungu akashughulika nayo na yakaisha. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kukusaidia, mtoto wa Mungu. Na tumekuja leo kwenye sikukuu hizi za vibanda kukuambia ya kwamba kama una waraka wowote wa vitisho, una jambo lolote linalokuumiza, una jambo linalokunyima usingizi, una jambo linalokunyima furaha, una jambo linalokunyima amani, Webster come up. Una jambo ambalo kwa kweli linakufanya uwe mtu mwenye stress, you are depressed, una furaha, una amani. Leo ninakwambia acha kubeba nyaraka za vitisho kutoka kwa mwovu Shetani. Leta nyaraka madhabahuni, tumwambie Mungu afungue macho na asome, afungue masikio na asikie, na kama alimsikia Hezekia anaweza kukusikia hata wewe. Ni jambo gani ambalo linakunyima furaha? Kwa nini wewe mtoto wa Mungu ukae na stress? Why should you be depressed and you have the Almighty God? Mungu anayefanya maji yanatiririka katikati ya jangwa, huyo ndiye Mungu wako. Anayetengeneza highway katikati ya bahari, huyo ndiye Mungu unayemwabudu. Anayefungua milango ya gereza usiku wa manane, huyo ndio Mungu wako. Kwa nini unakaa na stress? Kwa nini unabeba mizigo? Kwa nini unakaa na vitisho? Sikia, acha kubeba mambo, wewe yalete madhabahuni. Yuko Mungu mbinguni anayesikia na kujibu maombi. Yuko tayari kutuma malaika kwa ajili yako. Na wimbo unapoimbwa, hii ndio fursa kwa wale wote ambao walikuwa hawajaleta nyaraka madhabahuni. Wimbo ukianza kuimbwa, tembea ulete. Wimbo unapoimbwa, wewe leta, na utamwambia Mungu, fungua macho yako na uone. Mimi kwani ni wakutukanwa kila siku? Mimi ni wakuonewa kila siku? Mimi ndio wakutishiwa na landlord kila siku? Kwani mimi nimekukosea nini mpaka nisiwe na nyumba yangu hii Nairobi? Miaka yote mimi nitakaa rentals, Mungu kweli mimi? Hapana, mwambie Mungu, fungua macho yako na uone. Mimi ndio mume wangu wa kurudi nyumbani amelewa kila siku, Mungu kweli mimi? Mume wangu anarudi ananuka pombe, akibeua hivi ni pombe, kutapika na tapika, ugomvi ni kama wote, makovu amenitoa mimi. Andika mume wako jina lake, lilete hapa, mwambie Mungu, fungua macho. Tuma malaika aje hapa atengeneze yeye, amweke sawa. Tena akikaa vibaya awe na mzee wa kanisa. Mwambie Mungu, mimi ndio wakufeli mitihani kila siku, mimi ndio wakuanguka mitihani mimi? Mwambie hapana, fungua macho yako na uone. Fungua masikio yako na usikie. Read my letter. Leta waraka wako madhabahuni. Are we good to go? Alright. Umekaa kwenye ndoa, huna mtoto, umetukanwa miaka mingi, mwambie Mungu. Mwambie Mungu, kama ulifungua tumbo la Ana, mbona usifungue tumbo langu? Tuma malaika na aguse via vyangu vya uzazi leo, na mimi nipate mtoto kutoka katika viuno vyangu. Leta waraka wako madhabahuni. Ni dhambi ambazo zimekulemea, dhambi za mazoea zimekushinda kuacha, leta na uziweke hapa madhabahuni. Mwambie Mungu, nataka ushindi dhidi ya dhambi hizi. Kwa nini mimi dhambi endelee kunitawala? Kwa nini mimi niendelee kuishi maisha machafu? Ninakuhitaji Bwana. Leta waraka wako madhabahuni. There is a God who hears and answers prayers. Just bring it to the altars. Bring it to the altars. Leta. Ni uchumi. Leta. Yuko Mungu anayesikia. Yupo Mungu anayejibu. Yupo Mungu anayetenda. Leta.
Letter. You will never be the same. Bring it to the altars. Lay it on the altar. Bring it to God. There is a God that hears and answers prayers. Hallelujah. 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 Kuna waliobakia? Kama upo, leta waraka wako madhabahuni. Leta. Yes. Huu ni muda wako Bwana wa kuleta nyaraka madhabahuni. Wimbo nina haja nawe. Clarence ameenda wapi? Ni Church Elders. Kaa kwa piano bana tusaidie. Nina haja nawe 126 unafahamika? Hata tuhitaji kuimba, hatutawimba. Wewe utakuwa unacheza tu hapo pole pole wakati watu wanamalizia kuleta. Yupo ambaye bado hajaleta? Yupo ambaye bado anaandika? Kama yupo tunakusubiri, hatuna haraka. Hatuwezi tukaruhusu uondoke hapa na mizigo yako. Tunakataa katika jina la Yesu. Leta. Bring it to the altars. Yes, there is a God who hears and answers prayers. He's out there ready to send angels for you, and they'll work your problems out. They'll sort your life out. Yupo aliyesalia? Yupo? Kama yupo tunakusubiri wewe ulete waraka wako madhabahuni. Kama una waraka unataka kuuleta, tunakusubiria. Tunataka kwenda kwenye maombi sasa. How many elders do we have here? Roughly 30? Wanafika 30? Around 35 wako hapa. Haya, wazee jitawanyesheni, wengine waende hapa, wengine waende hapa, watatu waende hapa, wanne waende hapa, wanne 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 hapa. Tawanyikeni. Na juu wako. Haya, na wawili wapande juu. Kama wanne ni wengi, mtasolve number iwe 3. Na najua nyie huwezi kuwa mzee wa kanisa na ujue hesabu, haiwezekani. Yes. Pastors naomba mbaki. Pastors mbaki. Pastors mnabaki. Wazee tawanyikeni. Pastors mbaki. Wazee tawanyikeni, hakikisheni kila sehemu ina wazee wasiopungua 2. Kila sehemu ina wazee wasiopungua 2. Kila sehemu ina wazee wasiopungua 2. Hawa wazee waliwekewa mikono ya uzee wa kanisa, wakatengwa rasmi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na wote wanaobarikiwa na hawa wazee wanabarikiwa, sema amina. Na leo wanakwenda kuwabariki. Leo wanakwenda kuwabariki. Naona wazee wachache hapa. This is a small space. Mmoja aje hapa, mmoja mtawanyikeni hapa zaidi. We need more space here. We need more space here. Mzee mwingine hapa. Mjitawanye vizuri. Mjitawanye vizuri. Mjitawanye vizuri. Huku wazee mnatosha au tuwaongeze? Sioni mmoja hapa katikati. Angekuwepo mmoja pia hapa katikati ningefurahi. Hapa elder please come. Naomba uje hapa katikati. Hapa mko sawa kweli? Kuna okay, we are good. Sawa kabisa. Basi tunakwenda kwenye maombi. Hawa wachungaji walioko hapa mbele watashika haya masanduku na wataweka mikono yao juu ya masanduku haya. Na tunamuomba Mungu leo mikono yao iwe ni ishara ya mikono ya Mungu inayogusana na maisha ya watoto wake. Hawa wakiwa wameweka mikono juu ya masanduku, wazee watainua mikono juu yenu. Watainua mikono juu yenu. Na tutakapokuwa sisi tunaomba, na wewe omba, mwambie Mungu, nimepeleka waraka. Fungua macho na usome. Nimepeleka waraka.
fungua masikio na usikie. Tunaomba mibaraka hapa. Wazee wameinua mikono, wachungaji wameweka mikono juu ya masanduku, na nataka niwaambie, today it's a new day for you. Leo ni siku mpya kwako. Ukisikia breakthroughs zinaanza leo katika jina la Yesu. Mimi ninamwabudu Mungu asiyeshindwa. Sijui kuhusu Mungu wako, lakini wa kwangu mimi huwa hashindwi. Hakuna jambo linalomshinda. Hakuna. Huwa anatenda, yani anafanya, na huwa anafanya kwa utukufu wa jina lake. Na leo anakwenda kutenda kwenye maisha yako. Wachungaji, chukueni haya masanduku ya maombi. Sisi wachungaji tutapiga magoti hapa, washiriki mtapiga magoti huko, wazee mtabaki mmesimama. Mikono yenu mnanyanyua kwenda pande zote, mikono yenu mnanyanyua kwenda pande zote. Wachungaji wamepiga magoti, wamezunguka masanduku, na mikono ya wachungaji iko juu ya masanduku. Halafu wazee mmesimama, washiriki mmepiga magoti. Na msijali, maombi hayatakuwa marefu. Wataomba wachungaji wawili, na mimi nitatoa tamko la baraka, na tutakuwa tumefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka upande huu ataomba mchungaji wenu wa mtaa. Huyu ndiye Mungu amemchagua katika zamu hii kusimama kwa ajili yenu na wokovu wenu na watoto wenu. Yeye ana mizigo ya kanisa hili. Pasta, utainua mizigo hiyo na umwambie Mungu afungue macho na aone. Hata vile ambavyo watu hawajaandika kwenye karatasi, lakini wameandika kwenye kuta za mioyo yao. Mungu atazame na asome. Atazame wanavyoteseka, wanavyolia. Huwezi kuongoza washiriki wenye mateso kila siku, pasta. Lazima washiriki wako wawe na shuhuda. Lazima washiriki wako wawe na mema kusema juu ya Mungu. Sio kila siku wanalialia na kuhangaika. Lazima waseme, tulimtafuta Bwana akaonekana, tulimuomba akajibu. Na wewe mzigo huo ndio Mungu amekupatia. Utawaweka washiriki wako kwenye maombi. Upande huu Pastor Willis, wewe utaombea washiriki wa mtaa huu. Sisi watumishi wa Mungu ambao tumekuja kwenye kambi hili, Mungu ametutuma kwamba kwa jina la Yesu wiki hii iwe ni wiki ya wafungwa kufunguliwa. Watu hapa wamefungwa na minyororo ya mwovu shetani. Wanabeba vitu kwenye mioyo yao ambavyo hawakupaswa kubeba. Wanabeba maumivu ambayo hawakupaswa kuwa nayo. Pasta, Mungu ametutuma wiki hii. Hatuwezi tukaje hapa Pastor Willis na tuondoke watu hawa wabaki hivi. Tumekataa katika jina la Yesu. Mwambie Mungu kwa mamlaka aliyotuchagua nayo na kututuma tuje hapa, basi kile alichokuwa amekikusudia kwa kututuma akitimize kwa utukufu wake. Akimaliza, mimi ninatoa tamko la baraka na tunakuwa tumefikia mwisho. Lakini watumishi hawa wanapoomba, wazee wakiwa wameinua mikono yao juu yenu, nyie kazi yenu ni kumwambia Mungu, fungua macho, ona. Fungua masikio, sikia. Tumetukanwa vya muda wa kutosha, tumeteseka muda wa kutosha, tumesetwa muda wa kutosha. Leo tumechoka. Tuma malaika waje washughulike na maisha yetu. Tunakwenda kuomba. Wewe Clarice, tutaendelea kupiga pole, tusiwe na pole tu mpaka tutakapofika mwisho wa maombi hayo. Ataanza mchungaji Willis, halafu tutakwenda kwa mchungaji wa mtaa, halafu mimi nitamalizia. Tumeweka mikono yetu kama ambavyo kuhani wa zamu angeweka mikono juu ya mwana kondoo kabla ya kutoa kafara. Hizi nyaraka ndani yake zimebeba maumivu, vilio, machozi, shida, sononeko, simanzi. Nyaraka hizi zimebeba abuse ambazo watoto wako wamefanyiwa. Tunaomba mikono hii iliyoko juu ya nyaraka hizi iwe ni ishara ya mikono ya Yesu Kristo ambayo inatiririkwa na matone ya damu, na matone ya damu yakakutane na maumivu ya watoto wako. Halafu leo ikawe ni mwanzo mpya kwenye maisha ya watoto wako. Fungua macho yako, Mungu, na usome. Fungua masikio yako na usikie. Wengine wanaendaga kwa waganga wa kienyeji. Sisi tunakukimbilia wewe ili tusiaibike milele. Tuma malaika kama ulivyotuma wakati wa Hezekia, akutane na maumivu ya watoto wako. Katikati ya kutano lipo kundi la
wameinua mikono yao juu ya kutano hili. Ninaomba Bwana, mikono hiyo ikawe ni ishara ya mikono yako, ambayo ikimgusa mtu anabadilika kamili. Tenda miujiza Bwana. Hatuwezi tukawa na kambi nzuri kiasi hiki na tukaondoka bila kubarikiwa. Jioni ya leo tunakung'ang'ania mpaka utakapotubariki. Tazama mikono ya watumishi wako. Hao uliwaita, ndio ni wadhambi lakini uliwaita, ndio ni wakosefu lakini uliwaita, na ukawapaka mafuta ili yoyote watakaye mbariki abarikiwe. Mikono ya baraka imenyoshwa juu ya kutano hili. Bwana, mimina baraka zako, mimina baraka zako. Wagonjwa wakaponywe katika jina la Yesu. Mimina baraka zako, mimina baraka zako. Wanawake wanaotaka watoto wakapate watoto katika jina la Yesu. Mimina baraka zako Bwana. Wenye vilio waondoke wanacheka katika jina la Yesu. Mimina baraka zako. Wanaotafuta kazi baada ya makambi wakapate kazi tena nzuri kwa jina la Yesu. Mimina baraka zako Bwana. Wenye biashara zikawe ni biashara zenye mafanikio na zenye faida. Mungu, mimina baraka zako, tunakuomba. Mimina baraka zako juu ya vijana wetu Bwana. Vijana hawa umetupatia, na ndiyo kuna nyakati tumewamistreat, kuna nyakati tumewakosea, kuna nyakati tumewakwaza, lakini leo mioyo ya wazee inaungana na mioyo ya vijana tukizitafuta baraka zako. Mungu, ninaomba uwaangazie nuru ya uso wako vijana hawa na kuwapatia amani. Wainue katika kulitimiza kusudi lao. Kati yao yoyote asiwe mkia, wote wawe vichwa. Katika nyanja zote za maisha yao Bwana wakabarikiwe. Kati yao inua viongozi wakubwa katika taifa na mataifa. Inua viongozi wakubwa katika kanisa lako Bwana. Mimina baraka zako. Ukitubariki wewe, ni nani atakayetushinda? Ukituongoza wewe, ni nani atakayeanguka? Ukitushika wewe kwa mikono yako Bwana, ni nani atakayepotea? Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji Bwana. Tenda katika jina la Yesu. Tenda katika jina la Yesu. Kuna mama hapa analia kwa ajili ya ndoa yake. Kuna mwanaume analia kwa ajili ya ndoa yake. Leo kutana na wanandoa hao. Kuna mtu analia kwa ajili ya watoto wake. Kutana naye leo. Bwana yako mengi anayotamani kukwambia, lakini wewe si umesoma, wewe si umesikia, si umeona. Bwana, naitoshe, naitoshe, naitoshe jioni leo. Wote mliofika katika kambi hili, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake ikawaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema, akaongoze hatua za miguu yenu, akabariki kazi za mikono yenu, akabariki uzao wa matumbo yenu. Mwenyezi Mungu akawatendee yaliyo mema. Dhambi zenu zikasamehewe na kutakasika. Mioyo yenu ikaumbwe upya. Leo ikawe ni mwanzo mpya katika jina la Yesu. Leo mtembee katika upya wa maisha. Sasa ninataka niwaagize watoto wa Mungu, tokeni kwenye ibada hii vichwa vyenu vikiwa juu, vifua vyenu vikiwa mbele. Tembeeni kwa ujasiri. Mungu amekutana na shida zenu. Tumeyaomba yote hayo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila anayeamini na aseme amina. Piga kelele.